Tuombe tufungue ibada. Mungu mwenye nguvu na utukufu wa milele, unatosha Mungu na heshima itakuinuka. Tazama Bwana, tunakuombea macho yako. Tunahitaji presence yako muda huu. Bwana Yesu, tunatamani kuanza ibada hii. Bwana wetu usinyamaze. Unaenea na unatosha wa milele. Baba, tazama tunakuombea uso wako Mungu. Ungetuacha kwa usingetuacha kutupatia nguvu. Mungu, tunahitaji kuona presence yako muda huu. Tunaanza hatua hii Bwana. Tunaomba tukumbukia kila mmoja. Baba, yoyote tutakayofanya kwa Bwana. Baba, uonekana. Nyenyeka Jehova. Baba, sisi wenyewe hatujaweza. Bali tunahitaji presence yako Mungu. Tunakwenda kufungua kipindi chetu Mungu. Basi tusingekuwa mbali na sisi Bwana. Bwana wa mamlaka Mungu mwenye nguvu. Karibu Bwana kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Tuimbe wimbo wa kuomba msamaha. Karibuni. Mwamba uliopasuka ndani Mwamba uliopasuka ndani yako nijifiche Bwana. Ndani yako kanisa nzima tunajificha Bwana.
Tukihitaji damu yako iliyomwagika msalabani kwa ajili ya ondoleo la dhambi, ipate kutakasa na kuosha na kusafisha. Takasa nafsi yangu, takasa mwili, takasa roho. Inawezekana nimesema, nimewaza yasiyokufurahisha wokovu. Ninahitaji kibali mbele za uso wako. Ninahitaji unirehemu na kutakasa na kuosha. Nikisema ya kwamba tutende dhambi, Bwana, alifanya neno kuwa Mungu. Hata kwa mawazo tu Bwana tunakosea, kwa macho kwa kuona tunakosea. Ndio maana ninashuka chini ya miguu yako Bwana, nikiomba rehema na kutakasa na kuniosha, kunisafisha kwa damu yako. Safisha mama aliyebaki hapa, safisha baba aliyebaki hapa, safisha vijana na watoto. Tunahitaji kutakasa na kuosha kwa damu yako. Damu yako ya thamani, damu ya uwezo, damu ya kunyuma msalabani Bwana. Kitabu cha hukumu nashuka Jehova, naomba msamaha, nimeshuhudia uongo, nimetenda, nimesengenya mawazo ni dhambi mbele yako Mungu. Ukubali kuniosha, ukubali kunisamehe, ukubali kunitakasa Yesu wangu. Usingeniachilia Bwana, naomba rehema Mungu. Naomba Mungu nisamehe, unirudie nashuka mbele yako Yesu Kristo. Baba unioshe, unisamehe kwa ajili ya kusafisha na kuosha, kwa ajili ya kukubali. Tunahitaji kibali machoni pako, tunahitaji kibali mbele za uso wako. Wewe ndiye uinuliwe kwa maana unastahili, kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa kuturehemu, asante kwa kutuosha na kusafisha, asante kwa kutukubali. Wote walio nje Bwana na ambao wangali njiani waingiapo mahali hapa, wakote umetanda wingu la damu yako kwa ajili ya kuosha na kusafisha kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Pigieni Bwana vigelegele, enyi wenye haki, sifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. Pigieni Bwana vigelegele, enyi wenye haki, sifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. Nchi yote na imwogope Mungu, wote wakao duniani. Nchi yote na imwogope Mungu, wote wakao duniani. Neno la Bwana mbinguni, majeshi la
tufunguliwe kamili katika tufunguliwe kamili katika Pigieni Bwana vigelegele, enyi wenye haki, sifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. Pigieni Bwana vigelegele, enyi wenye haki, sifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. Nchi yote na imwogope Mungu, wote wakao duniani. Nchi yote na imwogope Mungu, wote wakao duniani.
When the
Leo nilimpigia simu kwa mtumishi anayua na mtumishi anayua na washandia anayua kama kwa ndio sitakuya migulu na niluma na kuona problem migulu wakati wa maneje migulu na lumaka, lakini sasa na luma ikishaluma vile maana yake nachukua hata in semeni niko kunyumba hivi, lakini nikasema mtumishi mimi nitakuya leo, acha nipige ibuprofeni lakini nitakuya. Amen. Lakini ningependa mtumishi anisomee kitabu cha Yeremia. Ukisikia naongea Kifaransa sana ni kwa sababu nimejifunza Biblia kwa Kifaransa, sikujifunza Biblia kwa Kiswahili. Tajikazi ya neno la Mungu ndani ya mahubiri ya Mungu. Maana wakina mama siku hizi wengi wanakuwa wakijipuuzia wakisahau ya kwamba ndio nilikuwa najifikiria, nilikuwa nasoma kidogo kwa Biblia, kwa kuwa wanaume mnakuwa mnajiuliza kwa nini tunakuwaka tukiomba sana sisi wagaso na wababa na wamama, tukiomba sana hatujibiwi. Lakini wapo majanvia ombe janvier, waambie leo majanvia ombe janvier kwa katika jina la Yesu Kristo, kesho unapata kazi. Juu ya nini? Tumekutana si wanaume. Mara nyingi tunapokuwa tunazungumza tunapenda kuzungumza maneno machache ili tunajishikilia kwamba ndio ya maana mbele za Mungu. Wakati unapokuwa unawazia kama Mungu anaelewa, niko nasoma kitabu kimoja hivi, nikauliza mwalimu wangu wakati niko nasoma SFI. Akaniambia kasema leo, unaona kwamba unajishikilia kwamba yote wenyewe unakuwa na waza, ndio mwenyewe na mimi nakuwa na waza. Nikamwambia mwalimu, kwa nini unauliza hivi? Akaniambia leo, wewe unapokuambia maana ya paracetamol, kisha wewe unaniambia tu mwalimu ataelewa kama mimi najua kama ni kuponisha kichwa. Unadhani kama mimi naelewa yale yote ndio unasema unajua kama vile ni consequence au mayavantage au mainconvénients ya hii paracetamol? Nikaangalia mwalimu, nikamwambia mwalimu, mimi nawazia kama unaelewa. Ndio maana mimi nakuja kwako na kuandikia I plus A = T. Sio ananiambia kwa nini? Ndio si wanaume. Ukijifikiria si wanaume kisha tuko hapa na wababa na wakaka. Wakati tunaenda kwa Mungu, kwenda kuomba Mungu, tunajikutanaka sisi tuko tunasema Mungu nisaidie kesho nipate kazi. Lakini mimi mama Celeste aniombea mimi kuomba kazi. Mungu, tunamwona ule kiana mwenyewe anaendaka hapa. Na anaendaka anatembeaka hivi. Na anaendaka anasemaka hivi. Anaingia mkanisa la neema. Anakuwa kiana mzuri, anakuwa nini? Ile detail tunashitawaka si wa baba. Amen.
Tukao tunajifikiria kwamba wakati tunapokuwa tunaomba, tunakuwa tunasahau kudetail. Baba Mungu, mimi nataka unipatie kazi. Baba Mungu, nataka unipatie mke. Unasahau kumchora bibi yako. Unasahau kuchora kazi hiyo unataka. Kama mama pale anasema ndiye huyo Mkristo nataka. Kesho niko na reunion mzuri. Yeye anadetail, anaonyesha kila kitu, problem yote yenyewe alipitia hivyo. Aliwatonesha kanisa. Lakini si wanaume unakuja hapa mbele unasema, mimi niko na problem na boss. Unataka mtu aombe nini? Unataka asante mama. Unataka Mungu akupatie nini wakati kila kitu kenyewe unataka au kimwambie? Kwa nini kanisa la Biblia inatuambia aseme neno la Mungu na Yesu katika kitabu cha Yohana anasema na Luka na Mathayo kule wanasema aseme acheni watoto wadogo wao waje kwangu maana mfano wa mbingu ni wa kwao. Sasa sisi tunakuwa tunajifikiria ni wale wakina Gilbert watoto, wale wakina Ana, sio maana yake ya Biblia anasema acheni watoto wadogo waje kwangu. Maana ya Biblia inatuambia sisi ambao tunaoongea kama watoto ndio tuje kwa Yesu na kusikia. Wakati Yesu anaongea saa vile mama, ukiongea mama, ndio unasikia papa Gilbert, papa ya Mungu na wa yangu kule utasikia vyangu anaongea sana. Mungu aliwaiwaka. Mungu aliwaumbaka na yeye kama vile mnaongea sana na ndio yanapendaka. Ndio anapendaka wasikie. Na sana asikia na kutafuta solution. Solution yenu ni ya wapi? Sasa unadetail vitu, unakuwa detail vitu mfaso gani? Amen. Sidhani kama mtakuwa mnanisikia hivi, nataka kuongea leo. Tujikaze kama vile kanisa wakati tunakuwa tuko tunaomba. Tuombe kama watoto wadogo. Na tunapokuwa tunaomba, tuko tunakumbuka. Mimi banaambiaka hivi, mimi nenda kwa maombi wakati ningali mdogo. Walisemaka hii juu yangu. Ule Mungu mwenyewe alisemaka kule juu yako, juu ya ile kitu. Asawaka. Sasa zingine unaombaka unataka gari, ukati Afrika, ulikuwa unaona vile gari ni sawa. Lakini leo uko Sweden unasema mimi sitaki gari, nataka train. Nataka nikuwe na avion. Lakini unasahau kama unaombaka moyen de transport kusema ni jinsi ya wewe kujideplacer. Madetail inahitajika wakati tunakuwa kama Wakristo kuomba Mungu. Na vile vile tusahau kama tukiangalia kitabu cha tunaweza tukosoma kitabu cha Luka mstari wa 7:12 mpaka 15. Nasema Luka 7:12 mpaka 15. Mwenye shapata anaweza kusoma. Mstari wa 12 mpaka 15. Na alipokaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje, mwana pekee wa mamaye ambaye ni mjane. Watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Bwana alipomwona alimwonea huruma, akamwambia usilie. Waliokuwa wakichukua akikaribia akaligusa jeneza. Wale waliokuwa wakichukua wakasimama, akasema, kijana, nakwambia inuka. Amen. Endelea 15. Yule maiti akainuka, akaketi, akaanza kusema amen. Amen. Hapo tunasikia ule mjana anaitwa Veuve Mfransa ambaye alikuwa amefisha mtoto wake. Wakati alipokuwa amefisha mtoto wake akakutana na Yesu, akamwambia Yesu, wewe unajua kama mtoto wangu alikufa? Yesu akamwambia, Yesu akasema, kijana alikufa yeye, lakini mimi ndio mwenyewe na Yohana kufufua watu.
Wewe tu unaweza kudetaika mtoto wako alikufa. Wewe tu unaweza kusema tu mtoto wako alikufa. Kila imani yako ya kusema mtoto wako alikufa na ukaweza kuimaliza. Eske ule vile alikuwa ana manyomba? Alikuwa ana baba mdogo? Waone mtoto akusema kwamba hivi sasa inafikia muda wenyewe kumkutana ule Yesu, lakini pale wanaume walikuwa hawana ile pouvoir, walikuwa hawana ile volonte ya kusema acha twende tunamsaidia yule mama, hata kama wanaume tu walinyangua ile maiti. Walishindwa kusema. John walishinda kusema. Juzi yetu tunaona kama vile solution zote hizi tunapata tunazitoa moyo. Sasa unasikia tatizo kama kilio au tatizo yenyewe na kufikia wewe kama Mkristo, kama mwanaume, tunaikala kwa wanaume, sio kusema tuji wanaume wako kwenye kanisa. Ni wale hata watu ambao wanaonaka mbele za Mungu ni kujiona kama mimi nafika, Mungu anajua yote. Mungu unajua maisha yangu, unajua matatizo yangu. Mungu unajua watoto wangu. Eseye kama Mkristo ukuwa na ile imani inatuambia ya kwamba ilifo unaamini, kama kitabu cha Ebrania sura ya 11 mstari wa kwanza inasema hivyo. Mstari wa Ebrania 11 mstari wa kwanza inatuonesha maana ya imani, maana ya fua. Ile fua maana yake ni nini? Ile fua ni kitu ambacho mtu unakuwa una imani ya kwamba kitatokea hata kama hujakiona. Je, sie baba, sie wa mama wenyewe tuko na ile mind ya kusema ya kwamba tulishasikiliza au tulishaona au tulishaomba, tunaamini kama kile kitu kitatokea? Tajiri anasema nilikuwa naomba Mungu, mimi naona vita yenyewe niko nayo haitanishia, nitumie Maika Gabriel. Gabriel anambia hapana, mimi naona sitaweza, uniletee Mikaeli akikupigana hapo. Sasa ile muda yenyewe utakuwa unasubiria kitu kile hujaona, unaona kama unakisubiria na ushatetaye. Detaye ni kusema nini mkiswahili? Ulisha kuchambua, manake ulisha kufafanua. Asante mama, ushafafanua kile kitu kinyoko naomba. Kama leo Mungu alisema leo hata kama unagonjwa uende kwa kanisa leo, alijua kama mimi nasema hivi na hivi tutakuwa ya maana ndani ya kanisa. Sikuona kama ni kitu cha maana juu najua kama Mungu nisaidie niongee vya mzuri. Vya mzuri vya wapi? Kila kitu iko Biblia vya mzuri. Hakuna ya mbaya, isifitu Mungu akupatie discernement. Ile façon ya wewe kuelewa ile kitu yenyewe Mungu anataka aseme kwa maisha yako. Ile façon yenyewe Mungu anataka kuoneshe wewe unastahili kuwa nafanya nini kwa maisha yako. Kisha utokea kuona Mungu anakuambia unaona wewe mtumishi ulikuwa unagusa hiki, acha hiki, fanya hiki. Juu mimi sikuanza hivi. Wewe unataka ujiulize kwa nini? Nijua wewe kudetaye. Lakini ilikuwa ulidetaisha kumpatia Mungu pouvoir ya kusema kwamba mimi nategemea. Tumeshapata ile Ebrania 11 tukisoma. Ndio baba. Basi imani kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, bayana ya mambo yasiyoonekana. Amen. Wa Kifaransa, naweza kusoma Kifaransa. Ebrania 11 kama uko naye. Sasa hamna shida. Acha nione isome. Nasema or la foi est une ferme assurance des choses pensées, qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Maana yake imani ni kitu kile mtu anatarajia. Na ile kitu unachotarajia, ile imani yako unatarajia kupata kitu fulani. Kama kisema tulisema ya kwamba unapokuwa unatarajia kupata kitu fulani, il faut ujue jinsi gani utakidetaye kile kitu kile unataka. Juu kwa Mungu isikwisha vile maneno ya mtu mwenye dhambi, inakuwa vile kama kelele. Nasema inakuwa kama kelele,
Mungu atasikia, jua atajua wewe mama, wewe baba, wewe kaka unasema nini mbele zake. Kila mmoja yuko na mahitaji ndani ya Mungu, lakini ile imani ya kujua kwamba hiki kitu kenyewe mimi ni detail, niliomba kisha nikadetail, kisha nikafika na amini ya kwamba ile kitu tutakishukia hiyo. Nani mwenyewe kwa hapa kuna vile anatarajia lakini hajaviona? Ni kwa sababu saa zingine nilitarajia nikasema Mungu, nataka nipate iPhone 18. Ile iPhone 18 sasa inakuwa mimi nahitaji ile yote 18. Pale kwenyewe huko unatarajia iPhone 18. Huko unafanya nini? Huko unachukua initiative. Huko unachukua detail ya kusema Mungu, unaona kama hii saa korona naweza kuweka saa hii. Saa iPhone 18 itakayotoka, natarajia kwamba itakuwa nishafikisha ile franga iPhone 18. Je, uko unaangalia kitu gani unaomba? Au uko nasifika unasema mkanisa, acha kwanza niwaambie kitu kimoja cha maana kenye sawa watumishi wanayua. Wakati tuko tunafanya maombi, sijui kama tunajua siku ya kwamba chakula ya Roho Mtakatifu, kivyangu mimi naelewa chakula ya Roho Mtakatifu ni sifa na maabudu. Chakula ya Roho Mtakatifu ni ile sifa na maabudu, ndio Roho Mtakatifu anashuka kama ndugu. Sidhani kama mnavionaka, utaanza kuona mtu unaona anacheza kisha wewe unafua chukua Snapchat unaanza kumfilme. Au hiyo iko hivyo. Chakula ya Roho Mtakatifu hii mahubiri niko naongea leo ni kukumbushana. Kila mtu anasoma Biblia kunyumba, lakini sasa mimi nakwambia ni neno la Mungu anasema leo tukumbuke kusema tu ya mama, kisi ya kuomba, kisi ya kudedai kama wa Kristo, na kisi gani tunapaswa kuwa na imani ya kuamini kwamba kile kitu kile mimi niliomba jana ni lazima kifike. Juu Mungu alishakiniahidi. Ile sasa tunakuja tuko tushaitiwa sisi tatiwa hitu. Ilifo sasa wewe kama Mkristo ufanye nini? Uangalie position yako kwenye iko. Sasa nafanya hivyo nachekaka nafikana kuboa. Kuna vitu nakumbuka Mungu ananiambia anasema asante Mungu juu uliweza kufungua watumishi ili wakuwa nikumbusha. Mimi na Bwana nasema kila siku kishimama kwa kushukuru Mungu. Mimi na Bwana nasema wawili kila siku. Ni kwa sababu hakuna mtu mwenyewe ayapitia vitu. Mimi nakumbuka kiangalia maisha yangu nilikuwa mtu kabisa. Nilikuwa mtu mimi. Hapana mtu tunafika Sweden. Mimi Afrika nilikuwa mtu. Na hiyo kikuwa mtu yote Mungu alikuwa ananiambia nakuhitaji, nakuhitaji. Mimi nakuwa nasikia acha mimi ningali champion, nasubiri kwanza nipige pocket. Nasubiri kwanza niinue hiki, nasubiri kwanza. Lakini Mungu alitumaka huyu baba na bibi yake. Hawa baba wawili na bibi zao, jua nilitaka mimi kurudisha kwenye. Lakini singekuwaka hivi leo. Unafika fasi unasema, huyu Gilbert ndio anaita. Ya changu. Bia Mungu anaita. Hata sasa nasema ni bia Mungu huyu. Anasema bia kiroho. Bloke huyu. Si mimi niko naona na ubiria kama tunaonekana tuko tunaongea, niko naona maisha yangu kisi Mungu ashakabadilisha. Kama mimi niliweza kuchunga nasema Mungu kwa nini kila siku tunapaka watu wawili? Sio wanitoa karibu yangu. Lakini naikana nasema Mungu uko mwema na unajua mbele mtanishiana. Amen. Miaka na miaka, fanya hiki. Utakuwa mnaona sasa Bwana biasi. Mnakuwa mnaniona sijui wa Kristo, mnisamee nataka niwaulize kitu. Nani washanioma mimi nahubiri? Nani washanioma mimi nahubiri? Ya zamani mpaka leo nani washanioma? Leo mnaniona. Ni neema. Nilichunga nilikuwa nasema huyu anapenda kila siku kuwa na ubiri. Sio yeye anakuwa kwa vile. Jibele mimi na Yohana Jibele depuis 2018. Mwezi wa 5.
Tulifika mwezi wa 4, yeye akafika mwezi wa 3. Mwezi wa 5 tulijuana naye. Anakuwa analitia ya Mungu. Na alikuwa anaikala kipindi mwa tuko maombi yeye na bibi yake tunakwambia sasa Mungu anasema hivi anasema hapana wewe. Hapana kuambia hivyo Mungu. Acha wewe tafute maisha. Niko na familia, niko na hiki, niko na hiki. Anaikala kimya. Sasa tunaona watu wanaweza kujitia Mungu ya Mungu kuhubiri. Ndugu zangu vijana wa kaka, mko mnakumbuka vitu wenyewe Mungu alishasema juu yenu. Hata upigane, nilipigana kwa yangu yote asema mbona mimi nakuwa bisho? Mbona bisho ni nini? Mbona bisho ni kuonesha kwanza mimi bado, mimi lazima nicheze, lazima nifanye hiki, lakini unafika kwa sasa sinakuia. Mimi na usuburi nikuya nasema leo sitaki kuenda kanisa. Nikampigia simu baba, mimi miguu inaniluma. Nikisi na miguu inaniluma, mimi sitaenda kanisa. Nilikosa amani leo. Usikamate vitu ya Mungu mchezo wa ndugu yangu. Mimi nilikosa amani. Nikamwambia 14, naambia baba mimi nakuja. Na pia nachelewa. Sasa baba mimi nakuja. Tunaona sitakuwa na amani kwa nyumba. Tumisha ananiambia sawa kuja baba. Bora unajua wenye Mungu anakuambia. Njoo huyu ananiambia. Ananiambia sawa tushaongea na upaji ya Mungu, tuangalie kisi gani utafika. Takukamatia mpaka sasa utafika. Njoo ile watu yangu. Imani ni kitu kinye tunapasha kuwa tunajua kwamba ndio cha lazima kwa Mkristo. Na vitu wenyewe Mungu anasemaka juu ya Wakristo. Amesemaki leo, anasemaki la siku, lakini sisi tunashindoka position maga kama vitu visikie. Kitabu cha Marko mstari wa 11. Mstari wa 11. Verse ya 11, 12 mpaka 24. Marko 11, 22 jusqu'à 24. Tusikie Yesu anatuambia nini ili tunasoma Marko 11:22 hadi 24 kwa jina la Yesu Kristo nasema. Amen. Yesu akajibu akamwambia, mwaminini Mungu. Amini nawaambia, yeyote atakayeuambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Amina. Amen. Yoyote muombayo yatakuwa ya kweli. Ndio kile mtu anasikia anasema hiki kitu cha maana yenyewe nisikie. Na kile kinatukumbusha kitu gani tunapokuwa tukiomba, tunaombaka vipi? Je, tunaombaka tuko tunawaza vingine vitu? Wakati unaombea watoto wako, unapoona kumbuka kuombea watoto wako, unasema mimi napiga magoti ya kuombea watoto wangu. Mimi napiga magoti juu ya kuombea familia yangu, napiga magoti juu ya kuombea kazi yangu. Je, unakumbuka kuteta unakuwa na imani kama kanisa? Tunataka kujiuliza, unakuwa na imani ya kujua kwamba hiyo yenyewe mimi naomba leo, nasubiria Mungu atafanya juju hiyo inaomba. Sio uende kuomba kazi na wewe kazi gani unataka. Sio uende kuomba Bwana na wewe Bwana gani mbona unataka. Kama wadada waleo bakaka waleo watakwambia mimi napendaka bibi wa mfupi, wa mrefu, wa mnene, wa hivi, gaso wa bogare, gaso wa hivi, gaso wa hivi. Ile unahitaji kuwa kama Mkristo kuyaombea
na kudetaye, unasema Mungu kama ataletea ule bwana au ataletea ule bibi, akuwe 1, 2, 3, 4, 5. Lakini ikuwe kama Yesu msalabani akasema, iwe kama mapenzi yako, sio kama mapenzi yangu. Kisha walikuwa wanasema, Bwana asifiwe, amina. Bwana asifiwe, amina. Fulani mkuu hapa. Mimi na wewe nataka kwa wewe mkuu. Wewe na nataka. Bila kufungia ningependa kuwafahamisha ya kwamba ndani ya kanisa, ndani ya kila kitu, apartment yote, apartment sana msingi, kila sehemu zote watu wanakuwaka mu maisha, mu kila kitu panakuwaka watu wengi wanakuwa difera, na watu wengi wanakuwa difera wanawajuwaka hai kwa matendo. Asante Baba. Unaona hawa wawili hawa, mtanisamehe, siko naongea kama nabii au kama mwalimu kama pasteri au kama wananiambia, mtanisamehe watu yangu. Kama tukimkumbusha Pastor Gilbert anayua projet yenye Mungu alimwambia tu ya kwanza ya kusema ya kwamba baba wewe mtumishi utafanya kama 2, 3, 4. Naona hawa vijana wawili mimi sitawashuhudia. Kama mimi ale nitakuwaka, kama mwe mtakuwaka au wengine watoto wenu watakuwaka, utasema kuna mtumishi au kuna kijana mmoja alikuwa anaitwa anasemaje watu wawili. Hawa vijana wawili bakijitiaka kwa Mungu, kama kisi somo la leo inasema ya imani. Hawa vijana wawili mnaona bakiamua kuchukua mizigo yao, mapasiporo, maviatu, manguo na kila kitu wakati yao Yesu, utakuwa batu ya hatari sana juu ya imani. Ni vitu wenye hatuyaongea mezani, lakini mujikazi juu ya Mungu. Amen. Kaka, Dieu merci asikutanganya. Ni mfano. Dieu merci asikutanganya. Janvier asikutanganya. Au kijana na asikutanganya. Au bahati asikutanganya. Ukiuwaka ni mfano mama, sio kusema sasa tunaambia juu ya ubaya. Ukiuwaka tu kitu gani Mungu atarisha katika maisha yako utakiona. Na wewe vile ndani. Mungu akuwe na walinda. Amen.